haipo katika Biblia. Mwankema anapokuja hapa aseme kwamba Mungu mmoja katika Biblia ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Akisema hicho kitu hapa, mimi leo natangaza kuama fundisho hili na jiunga na utatu rasmi. Yaani kuna Mungu mmoja ambaye ndani ya huyu Mungu mmoja kuna nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa hapa na watumishi wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kujadili somo ambalo limekuwa na utata kwa muda mrefu sana, somo la Utatu Mtakatifu. Tuna wanatheolojia wawili hapa. Tunaye Daniel Mwankemwa, mwalimu huyu mwadhiri, tunaye Masawe. Hao wote watakuja hapa kujadili kwa sababu wote ni waadhiri, wote wana theolojia, wote wanasoma Biblia, wote ni wanafunzi wa Yesu, lakini kuna vitu ambavyo wanatofautiana. Moja kikubwa kabisa ambacho tunakijadili leo ni kuhusiana na utatu, na tunajadili hasa historia au asili ya utatu. Kwani ulitoka wapi katika kanisa? Hili fundisho la utatu limeanza vipi ndani ya kanisa la leo ambalo watu wamekuwa na migogoro, wengine wakisema Utatu Mtakatifu haupo, wengine wakisema upo kwa kusoma Biblia. Kwa hiyo mtazamaji wetu, tutakuwa na walimu hawa wawili wakituendeshea mada hapa. Tutakuwa na dakika 20 kwanza za mwanzo, tutakuwa na dakika 20 zingine za kuulizana maswali. Kwa hiyo tunategemea mtapata somo zuri sana na wote mtajifunza. Walimu wangu, kwanza habarini za leo? Sawa kabisa, nashukuru Mungu. Ndio. Mtumishi wa Mungu, tungeomba utuombee kwanza ili tuwakaribisha watu tuendelee. Haya, kabla yote tuombe. Popote ulipo unapotutazama, kama unaweza kupiga magoti au kuinamisha kichwa chako kwa kumheshimu Mungu, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutufikisha hapa siku ya leo. Tazama watoto wako tuko mbele zako Baba, katika kujadili maneno yako, wala si kwa vibaya wala kwa chuki, ni kwa ajili tu ya kuelimishana, kwa sababu ulisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Baba, kwa kupitia walimu wao wawili ukawajaze Roho Mtakatifu Baba, kila atachokisema Bwana kikaa kimetoka katika kinywa chako wewe mwenyewe Baba, na ufahamu wako mwenyewe, sio vile wapendavyo wao Baba. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Tunajua Jehova Bwana, kuna watu wengi wanafuatilia vipindi hivi Baba, wakajifunze Baba kwa kupitia Baba walimu wao Jehova Baba, wakapate kuelewa vizuri Jehova. Ni kwa kupitia jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba tukisema amen. Karibuni sana, karibuni sana. Okay. Watazamaji wetu, tunategemea mwisho wa kipindi hiki mtakuwa mmejifunza mengi, na hata kama wao hawatakubaliana, nyinyi mnaweza mkao mmeamua mpo upande gani kutokana na hili somo ambalo litafundisha. Ni mdahalo wa kielimu, hakuna audio wote. Na hapa tutaanza na mwalimu Masawe, mwalimu Jeff Masawe. Nafikiri wengine mnaweza mkarudi kukaa. Mwalimu Jeff Masawe, nikukaribishe uje tayari kupeleka mada, utuambie historia ya utatu, asili ya utatu, na wewe msimamo wako uko wapi. Kwanza tunataka utangulizi wako, tuambie kabisa mapema msimamo wako upo wapi juu ya somo la utatu, kwa sababu hapa tunajadili historia ya utatu, lakini nataka tujue na utatupa na sababu kwa nini wewe unaona sio sawa au ni sawa kutokana na msimamo wako. Karibu sana mwalimu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nami tena nawakaribisha tena wasikilizaji wetu katika kufuatilia huu mkutano. Nikasema kwamba ni mkutano ama ni mdahalo wa kielimu, kwa sababu katika maandiko matakatifu Wakristo wameruhusiwa kufanya midahalo. Kwanza nikipenda mtu mmoja anasoma Biblia, naomba kitabu kile cha Matendo, mpe simulizi asome Matendo sura ya 17 na mstari wa kwanza mpaka wa 3. Matendo 17. 17 mstari wa kwanza mpaka wa 3 unasemaje? Mstari wa kwanza unasema wakiisha kupita kati ya Amfipori na Apronia wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Sabato ngapi? 3. Kwa maana mtume Paulo alikuwa anafanya nini? Mahojiano ya kimaandiko. Mahojiano yanaruhusiwa. Watu wengine wanasema kwamba hawa ambao ni Wakristo wanapambana kwa hoja. Hoja zilianza toka zamani. Kwa mfano, kitabu kile cha Matendo hiyo 18, soma mstari ule wa 28. 28 anasema, kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Naomba kakae. Sawa. Sasa katika Biblia katika mafungo ambayo tumeyasoma katika Matendo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 3 na ile Matendo 18 mstari wa 28, tunaona Paulo na Apolo ambao ni watu ambao walikuwa ni champion ya kanisa, walikuwa wakifanya mijadala ya kiimani, wakizungumza kwa imani bila ugomvi wowote. Kwa nasi tumekuja hapa na mtumishi Mwankemwa
kujadili hii hoja ya utatu. Mada inasema historia ya utatu katika kanisa. Je, utatu ulitoka wapi kifupi? Sasa ningeomba ndugu yangu msomaji, si msomaji, ningeomba timekeeper uanze kunihesabia muda. Nilikuwa nataka niweke hoja hapo kuhusiana na nini huo msingi wa mdahalo wetu. Sasa tunaanza mada historia ya utatu. Kwanza mimi na declare interest kwamba mimi mtumishi Jeff Masawe au mwalimu Jeff Masawe, mimi siamini fundisho la utatu mtakatifu. Kwangu mimi fundisho la utatu ni fundisho ambalo ni uasi ndani ya kanisa. Ni fundisho ambalo misingi yake ni ya kipagani. Na kwa sababu tunaenda katika historia, na historia hatujaandika mimi na Mwankema. Tutafungua document za kihistoria za watangulizi wetu, maprofesa, wanahistoria wakubwa wa kimakanisa, na nitaingia paka ndani ya kanisa la Katoliki, ndani ya kanisa la Jerusalem, pamoja na kanisa la Adventista Sabato, ambayo ni makanisa muhimu ambayo yana wahistoria wabobevu katika imani ya Kikristo. Nitauliza kule pia, je, utatu ulitoka wapi? Na uzuri Wakristo wana utamaduni moja huu, si kama watu wengine. Wakristo waga mambo yao yale mabaya na mambo yao mazuri wanaweka hadharani. Hata ukisoma Biblia imeandika mabaya na mazuri ya manabii. Kama Nuhu aliandikwa kuwa ni mlevi, kwa muda fulani alielewa pombe. Daudi pia alizini, imeandika taarifa zake. Biblia ifichi na mazuri yake pia imeandika. Kwa hiyo Wakristo tuna utamaduni huo wa kuandika kila kipengele cha imani yetu, aidha ni kibaya, aidha ni kizuri. Kwa hiyo sasa naomba uchukue karatasi yako, chukua na kalamu yako, uwe unaandika nukuu ambayo tutaenda kuzitumia. Sababu mada ni historia ya utatu. Tutatumia nyaraka za kihistoria. Lakini kwa kuwa nimesema kwamba fundisho la utatu halipo katika maandiko matakatifu. Sasa lilitoka wapi? Kwanza ningependa nitumie maandiko kadhaa. Maandiko kadhaa, naomba uje nisomee maandiko. Maandiko kadhaa ambayo msingi wake ndio unajengewa utatu na walimu kama mtumishi Mwankemwa pamoja na wengine pia. Andiko kuu ambalo wana utatu wanalitumia kuthibitisha utatu ni Mathayo 28 mstari wa 19. Nisomee andiko hilo. Mathayo 28 mstari wa 19. Twende kwa haraka, muda wangu ni mchache. Sawa, mstari wa 19. Sura ya 28 kitabu cha Mathayo mstari wa 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, ndio, na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha natosha. Naomba simame tu hapo. Simama tu hapo ndugu Simrizi. Sawa. Kwa hiyo makanisa yote ama wale waalimu utatu ama wana utatu, ukiwaambia hakuna utatu, fungu kimbilio ni Mathayo 28 mstari wa 19, ndio fungu ambalo tumtumishi Mwankema atakuja kulikimbilia hapa kujengea hoja ya utatu. Hakuna fungu zaidi, fungu mama ni hilo. Sasa nitakuja kusoma pia maana ya utatu au theolojia ya utatu tukilinganisha na fungu hilo. Naomba niweke nukta. Njoo tena nisomee andiko hili. Waraka kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 8. Twende kwa haraka. Naomba hichi kitabu cha katekisimu. Umepotea? Hebu nikusaidia kufunua. Kutoka Petro, lako kwanza Petro nakuja sasa 5:8 soma. 8 anasema, nasemaje? Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Asante. Sasa kaa tu pembeni hapa. Funika tu Biblia. Sasa chukua hichi kitabu hiki. Fungua ukurasa wa 65. Ndio. Katika maandiko hayo mawili yako mengi ambayo yako baadhi wanayotumia, lakini msingi mama wa maandiko makuu ya kuthibitisha utatu ni hayo. Sasa tuangalie maandiko ambayo nadhani umesikia maandiko, na tusome maana ya utatu ni nini. 35 kipengele cha 48 hapo. Soma hapo. Hii ni katekisimu ya kanisa Katoliki. Na Katoliki ndio kanisa ambalo ni champion katika fundisho la utatu. Na msingi mkuu wa kanisa Katoliki wakijitangaza wao wenyewe kwamba msingi wao mkuu ni utatu mtakatifu, na juu yake mafundisho yote yamejengwa. Soma andiko hilo. Soma hiyo taarifa. Kanisa linaonyesha vipi imani yake katika utatu? Kanisa linaonyesha vipi katika imani ya utatu?
Kanisa linaonyesha imani yake katika utatu kwa kuungama Mungu mmoja katika nafsi tatu. Kwa kuungama Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Nafsi tatu za Mungu ni Mungu mmoja tu, kwa kuwa kila mmojawapo ni sawa na ukamilifu wa Mungu pekee usiogawanyika. Sasa katika imani ya Katoliki ambayo tumesikia hapo, na ambayo inakubalika na Wakristo karibu wote, kwamba ukisema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ama Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini maandiko ambayo tumeyatumia katika Mathayo 28:19 ambayo nimenukuu hapa, Yesu hakusema kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja ama watatu ni mmoja. Sasa katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 pia inasema kwamba wako watatu washuhudiao, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja, si mmoja. Sasa Katoliki inasema watatu ni nani? Umesemaje? Mmoja. Ni mmoja. Watatu ni mmoja, lakini Mungu mmoja tu. Mungu mmoja tu. Kwa hiyo watatu ni Mungu mmoja tu. Lakini maandiko yanasema katika Biblia kwamba watatu ni umoja. Sasa linganisha umoja na mmoja ni maneno sawa? Na sisi pia ili uweze kujua umoja ambao unakusudiwa hapo katika Biblia. Sasa fungua maandiko haya. Ndio. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 na mstari wa 22 na 23. Tutaka tuangalie maana ya umoja ambayo inakusudiwa hapo kati ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kimbia 17 mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni. Naam. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako lililonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Ili wawe na umoja kama sisi nini? Tulivyo. Sasa maandiko kanisa nasema Mungu, ili umpate Mungu mmoja lazima wepo nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio anakuwa Mungu mmoja. Anakuwa ni Mungu mmoja. Sasa maandiko hapa yanasema hivi, umoja ambao unakusudiwa hapo. Yesu anaomba dua kwamba ili sisi nasi kama kanisa au wanafunzi wake 12 ambao wanaongea nao wakati huo kwamba wawe na umoja kama sisi tulivyo nini? Umoja. Kwa hiyo wanafunzi 12 wanapokuwa umoja, ina maana wanabaki kuwa 10 na ngapi? Ila katika nini? Umoja. Kwa hiyo ni umoja wa makusudi, umoja wa utendaji kazi na kadhalika. Kwa hiyo Baba na Mwana ni wamoja katika namna hiyo. Sasa soma mstari wa 22 na 23. Kimbia. Sura hii. Hiyo 22 anasema, ndio. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Endelea. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu. Ndio. Ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Bwana apewe sifa. Natosha. Kwa hiyo point inayokuja, kumbe ili tuwe na umoja, mbona naongelewa hapo kwamba ni Baba ndani ya Kristo na Kristo ndani ya Baba na Kristo ndani yetu na sisi ndani ya nani? Ya Kristo. Ingawa wana utatu wanasema kwamba, wananukuu ile katika kitabu kile cha Yohana sura 14 mstari ule kuanzia mstari wa 9 pale, kwamba Yesu alivyosema kwamba Baba ndani yangu, mimi ndani yake, sema kwa wao ni Mungu huyu mmoja. Lakini maandiko yanasema umoja huo, Baba ni ndani yetu, Baba ndani ya Kristo na Kristo ndani ya Baba na sisi ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu. Kama Baba na Kristo wakiwa ndani ya kila mmoja wanakuwa ni Mungu mmoja, kwa nini na sisi wanafunzi wa Kristo ambao tunakuwa ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu, kwani tusiwe sisi Kristo mmoja? Sasa kumbe umoja ambao unaongelewa hapo ni umoja katika roho. Soma andiko hili kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 24. Kimbia. Toka Petro hapo. Sura ya 3 mstari wa 24, soma hapa, iko hapo unaiona? 28 anasema. Anasemaje? Naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake. Yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Bwana apewe sifa. Amen. Kumbe umoja huo ili tuweze kuwa ndani ya Kristo ni kwamba ni kwa njia Roho Mtakatifu. Kristo ndani yetu nasi ndani ya Kristo ni kwa njia Roho. Kwa ni umoja wa kiroho, si umoja katika nafsi. Sasa kusema Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi tatu ambazo zinaunda Mungu mmoja, hayo ni makosa ambayo Biblia haitambui. Sasa sitaki nizame huko sana, sababu mada yetu kwamba inasema historia ya utatu katika kanisa. Sasa nataka tuwaulize wanahistoria, watuambie, je, kanisa liliamini utatu? Sababu neno utatu lenyewe
halipo katika Biblia. Ama theolojia ya utatu ambayo tumeisoma hapo katika hiyo katekisimu ya Ufupisho wa Makini kwamba watatu ni mmoja ama mmoja katika watatu. Hiyo ni theology kwamba moja katika tatu au tatu katika moja. Hiyo theolojia haipo. Na hata Mwankemo akija hapa anaweza akaikubali. Na pia na neno utatu pia haliko. Sasa tuje katika historia utatu. Sasa nataka nisome nukuu za wanahistoria. Hapa nimewaletea nukuu za mwanafunzi wa Yohana. Mwanafunzi wa Yohana anaitwa Ignatius wa Antiochia. Ignatius wa Antiochia. Huyu alizaliwa kule mwaka wa 35 AD. Wengine wanasema kwamba kuanzia mwaka wa 30 mpaka 30 alizaliwa hapo. Kwa maana kipindi Yesu anakufa, huyu Ignatius anazaliwa Antiochus. Huyu alikuwa ni askofu wa kanisa karne ya kwanza akiwa mwanafunzi wa Yohana. Huyu alikufa mwaka wa 107 akiuawa na Kaisari Trajan kule Roma kwa sababu ya imani yake. Sasa huyu akiwaandikia wa Athens, maana pia alihudumu pia kwenye kanisa la Efeso na kule kwa Athens. Na kwa akipingana na watu ndani ya kanisa ambao walikuwa wakipotosha mafundisho ya mitume. Kwa hiyo ni ushahidi mkubwa sana. Sasa hapa naomba usikize kwa makini. Hii nukuu ipo kwa Kiingereza lakini nimeiweka kwa Kiswahili vizuri sana. Kwa Kiingereza nitakutumia mtu ambaye anataka waraka huu mpaka usome, naweza nikamtumia pia akausoma binafsi katika namna yake. Anasema hivi: kwa hivyo mimi, lakini sio mimi, nje ya upendo wa Yesu Kristo, na wasihi nyinyi nyote mseme kitu kimoja, na kwamba kusiwe na mafarakano kati yenu. Hapa anaandikia kanisa la Waefesians hao, bali muunganishwe kikamilifu katika nia moja na katika hukumu ile ile, kwa maana kuna wasemaji wasiofaa na wadanganyifu, sio wa Kristo, bali ni wasaliti wa Kristo, wanaobeba jina la Kristo kwa udanganyifu, na wanaharibu neno la Injili, wakati wanachanganya sumu ya udanganyifu wao na mazungumzo yao ya kushawishi, kana kwamba wamechanganya sumu na divai tamu, ili yule anayekunywa akidanganywa katika ladha yake na utamu mkubwa wa rasimu hiyo anaweza kukutana na kifo chake bila shaka. Hapa akikemea wale wazushi ambao wanaingiza mafundisho ya uongo ndani ya kanisa. Wanatengeneza fundisho zuri, kumbe ndani yake kuna sumu na watu wanakunywa ile sumu wanakufa. Anaendelea kusema, kwa maana wanazungumza juu ya Kristo si ili wamhubiri Kristo, lakini ili wamkatai Kristo. Na wanazungumza juu ya sheria sio ili waisimamishe sheria, lakini ili watangaze mambo kinyume chake. Kwa maana wanamtenga Kristo mbali na Baba, na sheria kutoka kwa Kristo, pia uhesabu kuzaliwa kwake na bikira kuwa uzushi. Wanauonea haya msalaba wake, wanakanusha shauku yake, na waamini kufufuka kwake. Sasa sikia vizuri hapa. Hapo ndipo kuna kiini kizito. Wanamtambulisha Mungu kama kiumbe asiyejulikana. Kama kiumbe asiyejulikana. Na tumezaliwa katika imani ya Kikristo. Fundisho la utatu linaitwa fumbo la imani, kwamba hilo haliwezi kujulikana vizuri mpaka wabobezi na nini, na ukioji sana pia wanasema kwamba hiyo tumwachie Mungu. Kwa hiyo hawa walianza zamani kwamba wanamtambulisha Mungu kama mtu, kama kiumbe asiyejulikana. Wanasema Kristo si mzaliwa. Kristo si mzaliwa. Na kwa habari ya Roho hawakubali kuwa yupo. Wengine wao wanasema kwamba mwana ni mtu wa kawaida, na kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mtu yule yule tu. Ni mtu yule yule tu. Sasa ni maajabu. Angalia haya mambo leo yamekuwa kinyume chake. Sisi ambao tunafundisha kwamba kuna Yesu amezaliwa na Baba kama maandiko yanenavyo, wanakuja watu, hata Mwankema atakuja hapa pia atakanusha bila shaka kwamba Yesu hakuzaliwa. Sasa utakuja kuona hapo pia sisi tunakataa kwamba Baba na Mwana na Roho Mtakatifu si mtu yule yule, si Mungu yule yule mmoja. Sasa kumbe hawa zamani hawa walikuwa wameshaanza ndani ya kanisa wakisema Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwamba ni mtu mmoja, ni Mungu yule yule. Sasa Ignatius anakataa, anasema hawa ni wazushi, ni sumu ya wazushi, na waraka wake unasema hivi, kipengele chake, jizuie na sumu ya wazushi. Lakini leo dunia imebadilika katika ulimwengu wa Kristo. Wale ambao wanashika mafundisho haya leo ndio wanaitwa wazushi. Lakini leo ambao wanaamini utatu, leo fundisho hili la utatu, zamani waliitwa wazushi. Sasa wazushi gani hao? Tunaenda kusoma katika nyaraka hiyo inasoma
Epistle of Ignatius to the Chaldeans chapter 10. Anasema abstain from the poison of the heretic, kwamba jiondoe katika sumu ya wazushi. Anasema kwa hivyo mwakimbie au wazushi hao waovu wazushi, kwani ni uvumbuzi wa shetani, yule nyoka ambaye alikuwa ndiye chanzo cha uovu na ambaye kwa njia ya mwanamke alimdanganya Adam, baba wa jamii yetu. Hivyo mwaepuke waasi hawa wabaya wa shetani, Simoni mwanawe wa kwanza na Mendali na Basilides, kundi lake lote la wafuasi waabudu mtu ambaye nabii Yeremia anatangaza walaaniwe. Huyu Simoni, yule Simoni mchawi, Simoni Magus katika historia. Hapo usibetishwa hapa katika Danieli, katika ile Matendo sura ya 8. Wakimbia wa Nikolai wachafu wanaoitwa waongo, ambao ni wapenda raha na utoa hotuba za kukashifu. Sasa sikia point hapa, nataka ni rahisisha hapa. Wa Nikolai na hao kina Simon kina nani? Katika kitabu kile kinaitwa Mark Clinton Talk and Strong Biblical Encyclopedia volume ya kwanza page 121 inasema hivi: wa Nikolai na wa Simonia, yani wa Simon Magus, ambao Ignatius anawakemea, wote walikuwa na asili moja ya kupinga msalaba wa Kristo, ubinadamu wake na uwana wake wa asili kutoka kwa Baba na sheria ya Mungu. Kumbe hawa wa Nikolai na wa Simonia walikuwa wanapinga uwana wa Yesu wa asili, ambao leo pia kina Mwankemwa na watu wa jamii yake wanapinga Yesu si mwana wa asili wa Mungu. Sasa na huyu Simoni mchawi, yeye aliamini nini na alifundisha nini? Anasema hivi, Simoni Mago katika kitabu kile kinaitwa Encyclopedia Britannica para ya 25 na peji ya 126 na mpaka 130, anasema hivi: Simoni Mago, ali Simoni mchawi, hakuongoka, alienda Roma ambapo alijiunga na mwanamke mwenye sifa mbaya anaitwa Helena. Simoni alidai kwamba ndiye yeye alionekana kati ya Wayahudi kama mwana Yesu, huko Samaria alionekana kama baba, na kati ya mataifa akaonekana kama Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Simoni aliabudiwa kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni fundisho la utatu, watu wakamlenga Simoni mchawi. Sasa hiyo ndiyo historia. Sasa katika kumalizia haraka, maana nitakuja tena katika muda wangu kuelezea mambo kama haya. Kwa mfano tu katika nukuu ambayo nataka niweke ya historia, afu nitamwachia mwenzangu. Sasa mwana historia hapa mmoja anaitwa H.G. Wells, ni mwana historia mkubwa ndani ya kanisa. Anasema kitabu chake kinaitwa The Outline of History, volume kimeandikwa mwaka 1920, volume ya pili, ukurasa wa 499. Anasema hivi: hakuna ushahidi kwamba mitume wa Yesu walisikia neno utatu kwa kiwango chochote kutoka kwake, yani kutoka kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo huyu Ignatius, mwanafunzi wa Yohana, alipinga mtazamo wa fundisho la uungu la leo ambao linakubalika katika Wakristo wote. Sasa fundisho katika mjibu wa wanahistoria, neno utatu na theolojia utatu iliaminika na wachawi, ambao kina Simoni mchawi na wale ambao nimewasoma pale. Wale ambao nimewasoma, nenda kagugwa majina yao. Walikuwa ni washirikina na waliingia ndani ya kanisa. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Yohana waraka kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 19, anasema kwamba walikuwa kwetu lakini wakatoka kwetu. Kwa hawa ndio kina Simoni mchawi ambao waliingiza theolojia za utatu ndani ya kanisa la Mungu. Anasema tena nukuu ya pili, anasema hapa, hichi kitabu kinaitwa The Trinity, page ya 100, page ya kwanza na ya pili. Anasema hivi: fundisho la utatu liliendelea polepole baada ya kukamilika kwa Agano Jipya katika joto la utata, lakini mababa wa kanisa ambao waliamini walikuwa kiurahisi wanaelezea ufunuo wa uungu na sio kudadisi au uvumbuzi wa mawazo mapya. Fundisho lolote la utatu lilielezwa katika karne ya 4 katika mabaraza mawili makuu ya kiulimwengu ya Nikea na Konstantinople mwaka wa 325 na mwaka wa 331 baada ya Kristo. Hii ni history kwamba wanakiri bayana fundisho la utatu lilitokeza baada ya Agano Jipya kukamilika. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu ama wale wanafunzi wa awali hawakuamini utatu, theolojia ya utatu, wala neno la utatu halikutumika kufundisha habari za Mungu. Mwisho wa nukuu, hapo nitaenda kukaa. Sawa kabisa. Inasema katika kamusi ya Biblia, katika kitabu cha New Bible Dictionary mwaka 1996, neno Trinity hii inakubalika na Wakristo wote kwamba neno utatu lenyewe alipatikani katika Biblia.
Mara ya kwanza lilitumika na Tertullian mwishoni mwa karne ya pili, lakini lilipokea matumizi makubwa na ufafanuzi rasmi katika karne ya 4 na ya 5. Muda umeisha. Nakushukuru sana. Asante sana. Okay. Tunashukuru sana watazamaji. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tunashukuru. Huyo alikuwa ni Bwana Jeff Masawe, mwalimu huyu, mwanatheolojia, mchambuzi, na nafikiri amelileta somo ambalo limekaa vizuri kabisa. Declare interest kwamba yeye haamini somo la utatu kwa sababu kwake yeye ameona kwamba lilikubaliwa na watu ambao walikuwa ni wachawi. Kwa hiyo haikutakiwa liwe somo kwa ajili ya Wakristo. Lakini kanisa la leo linafundisha. Ndio maana leo tukasema tunataka tujue historia na asili ya utatu, kwani ulitoka wapi? Ndio sasa hivi namkaribisha Mwalimu Mwankemwa. Mwalimu Mwankemwa, bwana, na wewe uje utusaidie historia, asili ya utatu. Alafu tuone, je, lilianzia lini kufundishwa katika kanisa? Lilitoka wapi? Karibu sana mwalimu. Asante sana ndugu zangu na mnaoendelea kufuatilia kuhusu somo hili. Mimi ni Mwalimu Daniel wa Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza ninashukuru kupata nafasi ya kujadili mada hii, na hasa katika kichwa cha habari kinachosema asili ya utatu. Ndugu yangu Masawe hapa ametoa aya, lakini zaidi akajikita kwa Ignatius wa Antiokia, kwamba huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana. Sasa yeye amenukuu alivyovinukuu vya kwake kuhusiana na Ignatius wa Antiokia. Mimi naomba niendelee pale alipoachia Mwalimu Masawe kuhusu mtazamo wa Ignatius wa Antiokia, mwanafunzi wa Yohana, kuhusiana na fundisho la Utatu Mtakatifu ambalo ameliacha. Sawa, mwalimu, naomba udeclare interest kabisa. Asante. Okay. Mimi ninaamini katika fundisho la Utatu Mtakatifu kwamba ni la kibibilia na limebeba msingi wa imani ya Kikristo ambalo ukiliacha, usipokuwa nalo, uko nje ya mpango wa wokovu wa Mungu. Sasa naanza na huyu Ignatius. Hapa anasema unit of the Godhead. Ignatius stressed the unity of the Father, Son and the Holy Spirit, urging believers to be rooted in all three. Kwamba Ignatius huyu alisisitiza umoja wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, akiwahamasisha waumini kujikita katika nafsi hizo zote tatu. Aya, practical application. Aliwataka wafanye nini? Hapa kwenye tovuti hii anasema his approach to the Trinity is more focused on the practical application of faith in daily life rather than a specific doctrinal articulation. Ninanukuu ndio. Yani ninanukuu jinsi ilivyo. Kwamba ninainukuu, anasema his approach to the Trinity is more focused on the practical application of faith in daily life rather than a specific doctrinal articulation. Hapa anamaanisha kwamba huyu Ignatius, yeye alipokuwa naongelea habari ya Utatu Mtakatifu, alikuwa naongelea huo kwa habari ya namna ya kuutumia katika maisha ya kiimani ya kila siku, kuliko tu kuifanya kama fundisho. Sehemu ya 3, early stage of doctrine. Early stage of doctrine, pale palipoanza, yani hatua za awali za hili fundisho. Sasa awali alifanya nini? Na nukuu, Ignatius' writings represent an early stage in the development of Trinitarian theology prior to the formal definition established in later church councils. Kwamba huyu Ignatius ambaye Mwalimu Masawe hapa amesema kila alichofundisha hakuwahi kufundisha, wanasema hivi, maandishi yake yalikuwa yanawakilisha hatua za awali za kuanzisha hilo fundisho la utatu, ya theolojia ya utatu, kabla ya kuliweka kwamba sasa limekuwa fundisho kamili kwa kanisa katika wakati wa baadaye. Kwa hiyo kumbe, miongoni mwa watu walio set au walioweka fundisho la Utatu Mtakatifu
Ignatius wa Antiokia, kumbe na yeye yumo. Nimenukuu, na hata mwalimu Masawe atakapotaka kuja anaweza kurudia hapo. Kwa hiyo kama mwalimu Masawe alikuwa na ukataa utatu simply kwa sababu alikuwa na mnukuu huyu Ignatius, basi ajue kabisa amemnukuu all three. Kina nani? Akasema, na mnukuu, Ignatius stressed the unity of the Father, Son and the Holy Spirit, urging believers to be rooted in all three. Huyu ni Ignatius ambaye huyu amesema ni karne ya kwanza. Kwa hiyo kumbe tunaongea habari ya msingi wa fundisho la Utatu Mtakatifu kutoka karne ya kwanza. Sasa kama kutoka karne ya kwanza lipo, maana yake huyu Ignatius naye amelitoa wapi? Kumbe amelitoa kwa mitume. Ninasoma sasa katika Mathayo ile sura ya 28 na ule mstari wa 19. Na yeye ndio mwalimu Masawe alianza na hii akasema hili ndio andiko kuu. Ni kweli ni andiko kuu ambalo hajatokea yeyote wa kulivunja mpaka leo. Mathayo 28:19. Anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ignatius naye anasema Father, Son and Holy Spirit, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo amelikuta wapi? Amelikuta kutoka kwa mitume, kwa sababu Yohana alikuwa nabii, lakini Yesu alikuwa na mitume. Sasa kama huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana, maana yake wameyapata mafundisho haya kutoka kwa Yesu mwenyewe. Na hawa ninaonukuu hapa, ninamnukuu Mathayo akiwa amemnukuu Yesu akisema mkawabatize watu kwa jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa jina maana yake ni jina moja ambalo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu analitumia. Ni jina gani hilo? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 38. Jina gani hilo? Mstari wa 38 inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Kumbe hilo jina ambalo Baba anatumia, Mwana anatumia, Roho Mtakatifu anatumia, jina hilo ni Yesu Kristo. Hata kama jina hilo ni Yesu Kristo, maana yake jina moja linawakilisha utatu, all three, kama alivyosema Ignatius hapa. Hicho ndicho ambacho maendeleo ya baadaye kwamba hivi hii temu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuite nini? Ndio akasema tutaita utatu. Nani kaseti misingi hii? Kumbe miongoni mwa walioseti, achia mitume wa Yesu, lakini kumbe na wanafunzi waliofuatia baadaye akiwemo Ignatius ambaye Masawe kamnukuu, kumbe naye alianza kuweka misingi ya Trinitarian, ile Trinitarian theology, yani theolojia ya Trinitarian. Tuangalie sasa katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:7, maana hii nayo alisema hii 5:7. Kuna kitu hapa, wote hawa tunawanukuu mitume kabla ya kuwasema sijui hao wachawi au kina nani, mitume. Anasema hivi 5:7, naye Roho ndiye ashuhudiayo, kwa sababu Roho ndiye kweli. Mstari wa 8, kwa maana wako watatu washuhudiao. Hapa wameandika mbinguni, kwenye mabano mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Iliposomwa hivyo, mwalimu Masawa akaweka hoja, akasema unaona hapa pamesema ni umoja, Wakatoliki wanasema ni mmoja. Je, ni sawa? Wakatoliki waliposema ni mmoja wanamaanisha Mungu ndiye mmoja, ila Mungu mmoja ana nafsi tatu, hizo nafsi tatu ndio umoja. Hapa mkononi kwangu nina katekisimu ya Wakatoliki hii hapa, katekisimu ya maswali na majibu. Ninasoma ule ukurasa wa 16. Katika imani ya Kikristo, fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Walakini kuna Mungu mmoja tu, na sio
tu na wala sio watatu, na wala sio watatu. Wanakuja hapa, fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia nini? Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia kuwa Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, na wameandika hapa, wamenukuu Yohana 10:30 ambayo inasema mimi na Baba tu moja. Aliposema mimi na Baba, hapo zimetumika nafsi, lakini katika uungu Mungu ni mmoja. Zinazotajwa hapo ni nafsi mbili. Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni akina nani? Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wenyewe wamenukuu Mathayo 28:19. Swali, je, kila mmoja wa nafsi hizo ni Mungu? Ndiyo, Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Wamenukuu hapa Luka 1:35. Sasa Mwalimu Jafari alichokosea, yeye kaenda kunukuu kwa watu wa baadaye ambao wala sio mitume wa Yesu. Ameenda mpaka kunukuu kwamba kuna huyu alitokea Simioni akawa anafanya mambo ya kichawi, wakasema huo ndio utatu. Mwalimu Masawe, tukiongea kisomi umepotoka, kwa sababu Mtume Paulo alimkemea huyo mchawi, Kwa hiyo kwa sababu tunaongelea habari ya msingi wa utatu, na wewe ukajenga kwa Ignatius na ukajenga kwamba andiko analolitegemea ni la Mathayo 28:19. Ni kweli, hilo ndio msingi. Kwa hiyo hata huyu Ignatius wa Antiochia nimemnukuu hapa, anaongea habari ya unit of the Godhead. Anasema, ninamnukuu, Ignatius stressed the unity of the Father, Son and the Holy Spirit, urging believers to be rooted in all three. Sio mmoja kama ambavyo Mwalimu Masawe unasema hapana, hawa wanamficha Mungu, wanamficha Baba. Ignatius amesema all three. Kwa hiyo manake wote watatu, yaani zote nafsi tatu. Hapa kwenye practical application sasa, namna alivyowaambia waumini wazitumie hizo nafsi katika uasili wake, namnukuu tena, his approach to the Trinity is more focused on the practical application of faith in daily life rather than a specific doctrinal articulation. Kwa hiyo alikuwa na wafundisha wale wafuasi wake wale wa asili kwamba tunapoambia kukaa katika hii tatu zote, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni katika maisha ya kila siku. Kwa nini? Kutambua kwamba Baba alikuwa mbele katika uumbaji, Mwana alikuwepo na Roho Mtakatifu alikuwepo. Lakini Mwana alikuwa mbele katika uokovu, lakini Baba alikuwepo na Roho Mtakatifu alikuwepo. Na sasa katika kutakasa kanisa na kulitia nguvu kanisa, tunaye Roho Mtakatifu, lakini Mwana yupo na Baba yupo. Ndicho hiki kinachoongelewa. Na katika hivyo wanasema sasa early stage of doctrine, yani hatua za awali za hili fundisho la utatu, Ignatius ambaye amemnukuu Mwalimu Masawe alihusika nalo vipi? Ninamnukuu hapa. Ignatius writings represent an early stage in the development of Trinitarian theology prior to the formal definitions established in later church councils. Kwa maana kwamba maandishi ya Ignatius ya awali yanawakilisha ile hatua ya awali ya kuendeleza au kuanzisha fundisho la Utatu Mtakatifu, kabla ya pale kuja kutajwa baadaye katika mabaraza ya makanisa ya baadaye. Ndio ile unayosikia sijui baraza la Nikea la mwaka 325 sijui na mengine yote yaliyokuja baadaye. Lakini hapa tunaongelea karne ya kwanza kama na Mwalimu Masawe alivyosema. Kumbe tayari huyu aliyemsema Ignatius, mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji, alishaliweka, aliseti stage kwamba tayari ili fundisho lipo. Yeye alikuwa anasema tu all three. Baadaye ndio alipokuja kuliita la Trinity kwa maana ya utatu. Amelipata wapi msingi? Maana tuko kwenye msingi wa utatu. Amelipata kutoka kwenye maandishi au kwenye maandiko ya Biblia. Maandiko gani? Mathayo 28:19, waraka wa kwanza wa Yohana 5:7. Hayo yaliandikwa na mitume. Huyu Ignatius hakuwa mtume. Lakini unaona Mwalimu Masawe hakwenda kwa mitume. Amekuja kwa watu wengine wa baadaye kabisa, ambao hawa wa baadaye ni mitazamo yao wala hawakuwa na Yesu. Lakini hata huyu aliyemtumia naye anasema alikuwa miongoni mwa walio set early stage in the development of
Trinitarian theology. Alikuwa miongoni mwa watu wa awali kuweka msingi wa jinsi ambavyo ili fundisho la theology ambavyo linatakiwa liwe. Amelipata wapi? Kwa sababu kama mitume wasingeongea habari ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ambalo Yesu alilisema, unafikiri Ignatius ambaye Mwalimu Masawe anamnukuu angelitoa wapi? Angeonekana amezusha. Kwa hiyo ninakanusha kwamba eti fundisho la Utatu Mtakatifu linahusiana na habari ya uchawi. Ninakanusha kabisa. Asante. Ninakanusha kabisa. Sasa akasema ndani ya Biblia hakuna utatu. Ni kweli hatuna neno Utatu Mtakatifu, lakini angalia Ignatius alichofanya. Yeye tayari alisema all three. Sasa all three, what is all three? All three ni Kiingereza. Kiswahili utatu. Kumbe Ignatius tayari alishausema. Sasa katika hii wa baadaye ndio akasema kila ambacho Ignatius alikiita all three. Jamani, kwa Kiswahili tungeitaje? Tungeita utatu. Kama ni utatu, sawa, haujaandikwa ndani ya Biblia. Lakini unaona ametoa wapi? Ametoa kwenye all three. Ametoa kwenye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa swali, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ambao ndio maneno ya Yesu kwamba watu wakabatizwa kwa jina hilo ambalo ni jina la Yesu. Je, hicho ni kimoja? Ni viwili? Yaani ni nafsi moja? Ni nafsi mbili? Au ni nafsi tatu? Jibu ni kwamba hizo ni nafsi tatu. Sasa kama ni nafsi tatu, mimi leo nikisema Utatu Mtakatifu, kosa ni nini wakati tunawaiga mitume? Na katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 kinasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo akiwa jiwe kula pembeni. Kumbe Ignatius amejengwa juu ya msingi wa mitume. Ndio maana akasema all three, Father, Son and the Holy Spirit. Kapata wapi? Kutoka kwa mitume. Mtume nani? Katuandikia Mathayo. Kitabu gani? Mathayo 28:19. Mathayo kapata wapi? Kapata kwa Yesu. Oho. Kumbe tangu Yesu mwenyewe ndio aliyeleta fundisho la Utatu Mtakatifu ambalo mtume wake Mathayo alilinukuu, na mitume wake walipoenda kubatiza wakaenda kubatiza kwa hilo jina la Yesu ambalo ndio jina ambalo Yesu alilisema. Lakini kina Ignatius huyu wa Antiokia naye akasema kuna Father, Son and the Holy Spirit. Angesema mmoja au angesema wawili tungesema kazusha lake, lakini naye anarudi mle. Kwa nini? Naamini kabisa Ignatius alisoma maandiko kwamba tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Nimalize kwa kusema hivi. Hizi habari za kwamba sijui walikuwa wanabishia kuzaliwa kwake Yesu, sijui wengine wanamtambulisha Mungu asiyejulikana, ni kwa sababu kulikuwa na theolojia mbalimbali. Kuna wengine walikuwa wanasema mimba ya Mariamu, yani kwamba Mungu ndio amezaa na Mariamu. Je, ulitaka haya yasikanushwe? Wengine wanasema Yesu hakuzaliwa. Namna ya kuzaliwa, wao walifikiri amezaliwa kibinadamu. Ndio maana ikabidi Yohana anyanyuke na kuja kuambia huyo ni neno aliyefanyika mwili. And the word became flesh and dwelt among us. Na hili neno sio kwamba limeanzia kwa Mariamu. Lilikuweko tangu milele. Ndio hapo mwanzo kulikuwa hapo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Yohana aliandika haya ili kuwapinga hawa ambao Mwalimu Masawe anawanukuu waliokuwa wanasema vibaya kuhusu Yesu Kristo. Na wengine wapo mpaka leo ukiongea habari ya kuzaliwa, wakisoma ile Kolosai 1:15 kwamba mzaliwa wa kwanza, wanasema unaona, maana yake hakuwepo, alianzia hapa kuzaliwa. Ni mawazo yale kama haya aliyokuwa anayapinga huyu Ignatius. Kwa hiyo niseme hivi, fundisho la Utatu Mtakatifu ni la kibiblia. Na naomba nikwambie ndugu yangu naye nifuatilia, kama umefundishwa vibaya kuhusu fundisho la utatu, kila wakati unaliweka kwamba ni la kishetani, naomba nikwambie huna uhakika wa wokovu wako. Kwa sababu Tito 2:13 inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ukikataa fundisho la utatu, kuna vitu
Ukiniambia eti wewe umeokoka, nitakukatalia maadamu umekataa fundisho la utatu, kwa sababu ni katika fundisho la utatu ndiko ambako kunauona ule wokovu wa Mungu. Kinyume na hapo hamna. Matendo 20:28, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka kuwa walinzi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake. Mungu ni roho, atanunuaje kanisa kwa damu yake? Roho inatoa damu? Hapana, ni kupitia mpango wa utatu ndio Yesu mwana akaja na akasurubiwa, na tunaendelea mpaka leo. Kwa hiyo fundisho la utatu ni la msingi la kibibilia, wala sio uzushi. Mungu awabariki. Okay, tunakushukuru sana Mwalimu Mwankema kwa muda wako, umetusaidia, umefumbua pale ambapo palikuwa pamefumbwa, na nafikiri wanaotaka kuelewa wameelewa kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika. Sasa hivi tunaingia muda wa maswali na tumeweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba walimu wenyewe wanaulizana. Mwalimu mmoja atakaa hapa kwenye podium, ataulizwa maswali ndani ya dakika 20, na kila swali tumesema dakika 3 kwa majibu ya dakika 5. Yes, tutakuwa tunaulizana hapa maswali. Ni swali linaulizwa kwa dakika 3, inajengwa hoja, alafu dakika 5 mwalimu mwingine anakuja kujibu. Na nafikiri hapa moja kwa moja nianze kukaribisha Mwalimu Masawe. Wewe ndiye uanze kuulizwa. Wewe ndiye unaanza kuulizwa. Baada ya kuwakilisha na kueleza kwamba fundisho la utatu asili yake ni katika Biblia, na Mwalimu Masawe alimnukuu huyu Ignatius kwamba yeye alipingana na fundisho la utatu, akiwanukuu baadhi ya watu kwamba wanapotosha andiko hilo. Katika nukuu hapa anasema hivi, ninanukuu: early stage of doctrine. Ignatius writings represent an early stage in the development of Trinitarian theology prior to the formal definitions established in the later church council. Kwa kuwa Mwalimu Masawe ulimnukuu huyu kule mwanzo kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yohana na kwamba yeye alilipinga, ni wapi specifically ambapo huyu mwanafunzi wa Yohana Ignatius aliposema fundisho la utatu mtakatifu ni batili au sio la kibibilia? Asante kwa wasilisho lako ndugu Mwankema na swali lako. Cha kwanza iko hivi, Mwankema amedanganya. Hiyo nukuu aliyotumia hapo ijaandikwa na Ignatius. Aseme mwenyewe mwandishi wake hapo. Ijaandikwa ni mtu ambaye anamuelezea Ignatius. Mimi nimesoma nukuu za Ignatius mwenyewe, epistle za Ignatius mwenyewe, letter to the epistles. Sasa nimetoa nukuu pale. Ignatius anakataa hivi. Sikia hapo mwenyewe. Hii ni waraka wa Ignatius kwa Watrian, sura ya 6 mpaka 7. Mwenyewe ameandika mwenyewe. Na nukuu iko hapa. Naweza nikakupa English na kila kitu. Anasema kwamba wanamtambulisha Mungu kama kiumbe asiyejulikana. Ndio hiyo amesema hapa fumbo la imani. Mwankema amekiri. Wanasema Kristo ni si mzaliwa. Mwankema anasema kwamba sisi tunakataa mwisho wa uzaliwa. Mbona wanakataa kuzaliwa ni wale waasi kina Simon Magus wachawi. Na ambao pia leo nakataa Yesu kuzaliwa. Na Ignatius anafundisha uzaliwa wa asili. Sikia vizuri hapa. Na kwa habari ya roho hawakubali kwa yupo. Wengine wao wanasema kwamba mwana ni mtu wa kawaida na kwamba baba na mwana na Roho Mtakatifu ni mtu yule yule tu. Mwankema amekiri hapa kwamba baba na mwana roho ni Mungu huyu mmoja, mtu yule mmoja. Kakiri mwenyewe hapa aje apinge. Sasa huu ni waraka wa Ignatius. Sasa uje useme hapa hicho ulichokisema katika hiyo nyaraka uliyoisoma ameandika Ignatius na utoe aliyeandika si Ignatius. Mimi nimesoma moja kwa waraka wa Ignatius. Na kwanza Ignatius akuamini akutumia neno utatu. Maana alikuwako na Mwankema hapa amekiri kwamba neno utatu halipo katika Biblia. Sasa unataka aandike neno utatu kwa alikuwepo. Na nimeshatopa nukuu hapa ambao huyu Tertullian mwana baba wa kanisa karne ya pili ndio mtu wa kwanza kusema neno utatu, na hakusema baba mwana roho ni Mungu mmoja, alitumia neno utatu tu. Kuna maelezo yake yako pale. Sasa uje ukanushe kwamba mwanzilishi wa neno utatu ni nani, na historia ya kanisa inasema ni Tertullian. Sasa swali linakuja ambao amejibu mwenyewe, amesema kwamba neno utatu ambalo lilitumika nani na Ignatius, na yeye akasema kwamba hilo neno halikuwepo kwenye nini, kwenye Biblia. Sasa muda wangu uliobaki nishamjibu swali lake. Nataka sasa nimpe nukuu za wanahistoria wakubwa wanaofuata hapa. Kanisa Katoliki wanasemaje kuhusu utatu? Sikia vizuri. Kanisa Katoliki wanasemaje kuhusu utatu ambao mwanukuu.
Hii ni HarperCollins Encyclopedia ya Katoliki. Ni kuu, HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, ambayo ni edition ya mwaka 1995, inaitwa neno Gods, kipengele mbali mada, page ya 564 mpaka 565. Huyo unasoma nukuu hapa, anasema hivi: hata hivyo leo wasomi kwa ujumla wanakubali kwamba hakuna fundisho la utatu kama hilo katika Agano la Kale au Agano Jipya. Inaweza kwenda mbali kuvuka akili na muundo wa mawazo ya Agano Jipya kuzani kwamba karne ya 4 iliyopita au karne ya 13 fundisho la Kristo laweza kupatikana hapo. Halikadhalika Agano Jipya halina fundisho lilo wazi la utatu au na Katoliki. Wanakili. Sasa sikia vizuri tunachomaanisha hapa. Hapo Collins anasema tena. Hii ni Bible Dictionary ya HarperCollins Katoliki ya mwaka 1996, kipengele kinaitwa Trinity. Sema fundisho la utatu kama lilivyotafsiriwa na Baraza Kuu la Kanisa la karne ya 4 na 5 halipatikani katika Agano Jipya. Wakatoliki wao wako tu bayana, wanasema hilo ni fumbo la imani, tunalikubali kwa imani. Sikia sana nasema huyu mwingine. Sasa ni kuacha kwa kwanza hazo nukuu, nitakuja zingine nitakazisoma. Na muuliza muasisi wa kanisa lako, Martin Luther. Anasema hivi, kwenye kitabu chake inaitwa The Reproduced in Sermon of Martin Luther, volume 3, mwaka 1988, page ya 4, anasema hivi: ni kweli kabisa kwamba jina utatu halipatikani popote katika maandiko matakatifu, lakini limezaliwa na kuvumbuliwa na wanadamu. Dakika moja. Hawa ni Walutheran. Wakatoliki wamekubali na Walutheran wanafanyaje? Wanakubali. Tuuze Wasabato. Mwaka 1981, wakati Wasabato wanakubali fundisho la utatu rasmi na kujiingiza katika imani ya Katoliki. Katika Adventist Review March 5 mwaka 1981, page ya 3. Sasa ukisoma katika Review and Herald ya mwaka hiyo 1981, wanasema hivi, au wataalamu wa wanasiolojia wakubwa wa utatu ndani ya NCCA. Walivyopitisha wakasema hivi: ingawa hakuna kifungu kimoja cha maandiko kinachosema rasmi fundisho la utatu, inachukuliwa kuwa ukweli na waandishi wa Biblia na kutajwa mara kadhaa, kwa imani pekee tunaweza kukubali utatu. Kwa hiyo wanakiri kwamba fundisho la utatu linakubalika kwa imani, lakini halipo katika maandiko. Asante. Mwalimu, tunakushukuru sana. Karibu Mwalimu Mwankemwa kwa ajili ya kuendelea kuuliza swali, kwa sababu ni muda wa kuendelea kuulizwa swali. Kama utajenga hoja utajenga, lakini ndani ya dakika 3 zako. Swali langu tu moja. Mwankemwa aje akili hapa kwamba hiyo nyaraka ya ambayo ameinukuu imeandikwa na Ignatius au imeandikwa na mwandishi ambaye anamuelezea Ignatius na kumwekea maneno. Chako hilo ni swali langu moja tu. Alafu dakika zilizobakia, Mwankemwa alitumia Mathayo 28:19 ambayo nimekuwa nimejengea hoja kwamba hiyo ni utatu. Lakini nimeweka hoja kwamba fundisho la Katoliki la utatu au fundisho lote la utatu kwa ujumla nasema ili watatu ni huyu mmoja. Hapo Yesu akasema mkabatize kwa jina la Baba na Mwana Roho. Akusema hawa watatu ni Mungu huyu mmoja. Hiyo haipo theolojia. Sasa tuulize Yesu, unaposema kwamba Baba ni nani? Ina maana gani? Soma andiko hili. Naomba nisome mwenyewe katika kitabu cha Yohana 8:54. Yohana 8:54. Kama umeipata nisomee. Yohana 8:54. Nakupa mwenyewe usome. 54 hii hapa. Inasemaje? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwasema kuwa ni Mungu wenu. Kwa ina maana Baba ni Mungu wetu ambaye ni babake nani? Yesu Kristo. Kwa Baba Yesu ni Baba. Yesu anasema kwamba Baba ni Mungu ambaye ni Mungu wetu sisi. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Ukisoma kitabu kile cha Yohana cha Mathayo sura ya 10 na mstari wa 20, anasema kwamba siku ile msifikiri moyoni mtakachojibu, lakini Roho wa Baba yenu ndiyo atawafundisha cha kujibu. Kumbe Roho Mtakatifu ni roho wa nani? Wa Baba. Kwa ina maana mkabatiza kwa jina la Baba na Mwana Roho ni ukiri kwamba kuna Baba ni Mungu wetu na Yesu ni mwana wa nani? Wa Baba. Ukisoma waraka wa kwanza wa pili wa Yohana 1 mstari wa kuanzia wa kwanza mpaka wa 3 pale, kwamba Yesu mwana wa Baba na Roho Mtakatifu ni roho wa Baba. Kwa hiyo hakuna hoja hapo kwamba watatu ni Mungu huyu mmoja. Ni mawazo ambayo yameingizwa na theolojia ambayo nimewasoma hapa, na Mwankemwa anazidi kuyashindilia hayo mawazo ya kitheolojia ambayo Wakatoliki wenyewe na Walutheran wenyewe na hata Wasabato wenyewe wanakiri neno utatu, na theolojia ya utatu haipo kibiblia, bali ni zana ambayo inabidi uikubali kwa imani. Hata wao tutakuja kusoma nukuu baadaye hapa, Wakatoliki wakiwa challenge wa Protestanti kuhusu neno utatu, kuhusu dogma ya utatu ambayo Mwankemwa hapa anaitetea. Baki dakika ngapi? Endelee.
Kwa hiyo sasa tukija katika fundisho la kuhusu baba ni nani, maandiko yanasema hivi katika Waefeso 4:6 inasema hivi, kuna Mungu mmoja naye ni baba, naye ni baba wa wote. Si Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Iko haipo katika Biblia. Mwankima anapokuja hapa aseme kwamba Mungu mmoja katika Biblia ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Akisema hicho kitu hapa, mimi leo natangaza kuama fundisho hili na jiunga na utatu rasmi. Mwalimu Masawe ameacha swali hapa, mahali patakaposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Swali, hiyo nukuu aliyoiandika, yani hiyo nukuu ambayo nimeinukuu ya Ignatius, ni nani aliyeiandika? Ni nani aliyeiandika? Nukuu hii nimeitoa kwenye tovuti hapa, naweza nikachukua kama ni kompyuta, si kama muda utatosha hapa. Wewe iache baadaye nitakuja kunani. Hoja huyu Ignatius anayesema amesemewa. Hoja iko hivi, alichosemewa amesemewa sawa? Ndiyo, kwa sababu hoja ya Mwalimu Masawe hapa imejikita kwenye kwamba eti Mungu ni fumbo. Nimeweka hapa, nimesema hakuna mahali ambapo Ignatius amekataa kwamba Mungu sio utatu. Yeye anasema madai waliokuwa nayo, anasema kuna watu walisema wanamtambulisha Mungu asiyejulikana, kwamba Ignatius ndio amesema hivyo, kwamba wanamtambulisha Mungu asiyejulikana. Na kwa nini wanamtambulisha Mungu asiyejulikana? Ni kupitia kwenye kuzaliwa. Lakini je, katika kuzaliwa maandiko kwani hayajaeleza sawa sawa kwamba Mungu anaitwa Emmanuel, ni Mungu pamoja nasi aliyepitia kwenye tumbo la Mariamu? Kwa hiyo hata hicho ambacho unasema kwamba nani amenukuu, hoja sio nani amenukuu. Je, hoja iliyonukuliwa iko sahihi? Kwa hiyo hata hapo uliponukuu kwa Ignatius, yani umenukuu out of context. Huyu Ignatius angekuwa amekataa kabisa kwamba Mungu hajawahi kuja duniani, hoja yako ingekuwa hoja. Kumbe hata huyu tuliyemnukuu anasema Ignatius anawalaumu wale wanaoficha, anasema hivi, wanaomtambulisha Mungu asiyejulikana. Sasa kwa nini ukae uendelee kumtambulisha Mungu asiyejulikana wakati Mungu anayejulikana yupo? Kwa hiyo hilo nimeshajibu swali lako. Haya, akaenda kunukuu, akasema encyclopedia ya Katoliki ya hapa. Shida moja, kila ukisoma hapa, nina kamusi hii hapa, watazamaji wetu, hii hapa ndo kamusi ya Kanisa Katoliki duniani. Inasema hivi kuhusu utatu mtakatifu katika mafundisho ya imani. Na mwalimu Masawe hapa amesema hata Wakatoliki wenyewe wanasema hilo neno utatu hilo halipo. Lakini nina kamusi yao hii tena iliyosainiwa kabisa na Papa. Wanasema utatu mtakatifu katika mafundisho ya imani. Ukweli uliofunuliwa wa utatu mtakatifu umekuwa vyanzo vya mizizi ya imani hai ya kanisa. Hawa ni Wakatoliki kwenye ukurasa wa 87. Sasa sijui unawanukuu kina nani? Na kama utataka uje unukuu hapa hii. Uje unukuu hapa. Haya, ukaenda ukasema na Martin Luther anasema neno utatu limevumbuliwa. Sasa mbona Martin Luther anaongea kama Ignatius? Na mimi nimesema hapa Ignatius alisema all three. Nikasema kama alisema all three, kama hilo la Kiingereza all three, kwa Kiswahili unasemaje? All three, si maana yake utatu. Sasa kama ni utatu, Martin Luther naye amekuja amesema kwa maana gani? Kwa maana ya mkawabatize watu kwa jina, alafu zinafuata nafsi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hawa wote wanatumia jina moja ambalo ndio jina la Mungu. Jina gani? Yesu. Na Masawe hapa ametoa ahadi. Amesema nikioneshwa kwamba jina Mungu, nikioneshwa kwamba jina kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio jina la Mungu, mimi leo naachana hapa. Sasa Mathayo 28:19 Yesu amesema kwa jina, hakusema kwa majina. Inatakiwa uje ukanusha hapa hilo jina tena linalohusiana na ubatizo.
nimelithibitisha kwenye Matendo 2:38, ni jina la Yesu Kristo. Masawe, ukija hapa uje ukiri. Ukija ukikataa hiki, ujue wewe unafundisha mafundisho ya kipotofu. Kwa sababu Yesu hakusema kwa majina. Umenukuu hapa haya hizi, sijui Mathayo 10:20, Yohana 8:54, hizo hazihusiani na ubatizo. Yesu alikuwa anaongea habari za ubatizo kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kama ndivyo, tayari tumethibitisha jina la ubatizo ni Yesu Kristo. Mwalimu, asante, lakini hapo usiondoke kwanza. Unaruhusiwa na wewe kuuliza swali. Kwa sababu fundisho la Utatu Mtakatifu lilianza katika Agano la Kale, lakini likaja kudhihirika katika Agano Jipya. Yesu anasema mkawabatize watu kwa jina. Kwa jina. Narudia tena, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa maana ya Yesu, ndani ya hilo jina ambalo watu wanatakiwa wakabatize, ndiko ziko nafsi za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba Mwalimu Masawe uje useme hapa, wanafunzi wa Yesu walibatiza watu kwa jina gani ili Utatu Mtakatifu usiwepo, na ili ionekane jina la Yesu la ubatizo katika utatu halistahili, na kwa sababu hiyo utatu haupo. Wanafunzi wa Yesu walibatiza watu kwa jina gani? Maana Yesu alisema mkawabatiza watu kwa jina. Wanafunzi wa Yesu kwa mujibu wa Biblia waliwabatiza watu kwa jina la nani? Maana yake ukilitaja hilo jina ndo jina la Mungu, ambamo ndani yake ziko nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba, wanafunzi wa Yesu walibatiza kwa jina gani? Asante mwenyekiti. Kwanza nashukuru sana Mwankemo amekiri kwamba huo waraka alikuwa anautumia haujaandikwa na Ignatius, bali kuna mtu anamsemea Ignatius. Mimi nataka uje na waraka wa Ignatius kasema haya maneno. Inawezekana leo mimi nasema hiki, alafu unamnukuu simulizi kwamba simulizi ananisemea mimi huko mimi niko. Njoo na nyaraka za Ignatius. Hapo ndugu yangu sema umechemka. Na pia unaongea maneno utatu tena unajichanganya. Mara unakubali kwamba halikutumika na mitume ama na kanisa la awali, lakini baadaye unakuja kwamba unasema neno tatu lilitumika na Ignatius amekiri. Sasa nafikiri mtumishi wa Mungu Mwankemo hujajiandaa na hii mada. Hapa juu nikupe nafasi nyingine, muda mwingine ujiandae vizuri uweze kuja katika hiyo hoja, ujenge vizuri kisomi. Na nimekupa nukuu, Wakatoliki wako bayana. Sasa hiyo hoja yako uliyojenga kwanza ya swali lako haihusiki na mada hii. Hapa tuongelee ubatizo kwa jina gani? Hapa umesahau mada, na mwenyekiti akukumbushe mada yetu hapa ni historia kuhusu fundisho la utatu. Sasa usilazimisha utatu kwa jina, kwamba ukisema jina tu basi inakuwa utatu. Mimi naniita Masawe, lakini mimi si Masawe, mimi ni Jeff. Baba yangu anaitwa Masawe. Kwa hiyo ukiniita mimi Masawe haifanyi kwa mimi na baba yangu kwa mtu huyu mmoja, haiko. Hiyo ni swali la kisaikolojia, la kisaikolojia. Kwa hiyo Mwankemo, naona mada umeipotea. Sasa nije katika hoja yako uliyojenga kwamba umesema kwamba Wakatoliki wanasema hilo fundisho mwanzo wake ni kimaandiko. Mimi na hii hapa katekisimu. Hiyo ni hii hapa ufupisho makini. Nimeinua pale St. Joseph ambao ni dada wa huyu, ni mdogo wake na huyu hapa hii katekisimu. Sio kakataa hii katekisimu. Wanasema hivi wenyewe hapa. Mwanzo wa fundisho lao wanaloamini la utatu. Wanasema ukurasa wa 32. Kanuni za imani zilizo muhimu zaidi ni zipi? Na ikiwemo hiyo ubatizo uko unaiongelea wewe. Ni kanuni ya imani ya mitume iliyo katika kanuni ya kale ya ubatizo katika kanisa la Roma, na kanuni ya Nikea ya Konstantinopo, tunda la mitaguso mikuu miwili ya kwanza ya Nikea mwaka wa 325 AD na Konstantinopo 381 AD. Wenyewe wanakiri imani yao imejengwa hapo. Sasa swali linalokuja hapa, wenyewe wanakiri neno utatu mtakatifu halikuwepo kwa mitume. Wale Wakristo awali hawakulitumia. Wanakiri kwamba ni neno ambalo lilikuja awali na msingi wake ni kikao cha kwanza cha Nikea cha mwaka wa 325 na mwaka likaja likathibitika mwaka wa 381 baada ya Kristo. Sasa kama ukipinga hiyo historia, wewe utakuwa unapinga historia ya kanisa. Sasa tuje hapo kwa Ignatius. Umesema kwamba alisema tu kwa Mungu asiyejulikana. Narudia tena watu wasikie. Ignatius anasema hivi mwenyewe. Naomba nirudie kusoma hapa kwa makini kabisa, sikia. Wanamtambulisha Mungu kama kiumbe asiyejulikana. Na wanasema Kristo si mzaliwa ambao wanasema wewe, na kwa habari ya Roho wakubali kuwa yupo. Wengine wao wanasema kwamba mwana ni mtu wa kawaida
na kwamba Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni mtu yule yule tu. Hii ni theolojia ya utatu inapingwa. Haba kama wewe hujui maana ya utatu, hiyo ndio theolojia ya utatu inapingwa. Kwa Ignatius akutumia neno utatu maana alikuwapo, wala mitume hawakutumia neno utatu walikuwako. Na umejenga hoja kwamba Agano la Kale liliamini katika utatu. Never and ever. Hicho kitu hakipo. Maandiko yanasema uje vunje hii. Naomba andiko katika Biblia. Linasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Maana utatu unasema hivi kupitia hii katekisimu kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini maandiko yanasema katika waraka wa kwanza wa Korinto 8:6 nasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, si Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Waefeso 4:6 tuna Mungu mmoja naye ni Baba. Hakuna andiko lolote katika Biblia ambalo linasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwankema uje utoe hoja hiyo. Ile katika historia ya utatu ningekuomba urudie upya. Wakristo wote dunia hii, na nimekupa nyaraka ya wa Katoliki, nimekupa nyaraka ya wa Lutheran, nimekupa nyaraka ya Waadventista wa Sabato ambao wanawatetea juzi katika halmashauri kuu General Conference mwaka wa 1981 wanakiri kwamba wamepitisha utatu, lakini wanasema kwamba hili fundisho linapaswa kukubalika kiimani, maana theolojia yake na jina lake halipo katika Biblia. Hizo ni kuu nimekupa na hujazivunja hata moja wapo. Wewe ningekuomba ndugu yangu Mwankemwa ukajipange vizuri katika hoja hii. Sasa muda wangu uliobaki umeisha. Naomba andiko katika Biblia. Yeye akasema kwamba utatu upo katika Biblia. Naomba andiko katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo ambayo ninasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na nimeahidi ile andiko likipatikana, mimi leo naacha imani yangu ya kupinga utatu kama fundisho la kipagani ambao zamani nilikuwa naamini na wachawi kina Simon Magus. Nitakuunga mkono. Lakini kama sipo na kuomba kama hilo andiko utakosa, basi pia nakuomba pia uhamie huko imani hii. Nabaki dakika ngapi? Dakika 2:30. Sasa ngoja nitafute hapa nukuu moja kuhusu huyu Ignatius aliamini nini. Letter to the Ephesians chapter 7, hiyo ya Ignatius mwenyewe. Hizi nukuu ndio nikakupa ukazisome. Nimetoka katika vyanzo maalum. Nasema hivi. Inasema but our physician is the only true God, the unbegotten and unapproachable, the Lord of all, the Father and the begetter of the only begotten Son. We have also a physician, the Lord our God, Jesus the Christ, the only begotten Son, and the Word before time began, but who afterward became also man, of Mary the Virgin, for the Word made flesh. Hapa ni mtafasiri ambaye anajui Kiswahili, English anasema hivi. Lakini daktari wetu ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Ignatius hilo andiko na linukuu linapatikana katika Biblia katika kitabu cha Yohana 17:3. Lakini inasema kwamba Yesu anasema Mungu wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo ndiye nini? Uliyemtuma. Kwa Ignatius anasema kwamba daktari wetu ndiye Mungu wa pekee wa kweli ambaye hajazaliwa na asiyeweza kukaribiwa, Bwana wa wote, Baba na mzazi wa mwana mzaliwa pekee. Na tunaye pia aliye kama daktari Bwana Mungu wetu Yesu Kristo, mwana mzaliwa pekee na neno aliyekuwepo kabla ya mwanzo wa wakati, lakini ambaye baadaye alikuja pia kuwa mwanadamu katika Mariamu bikira, kwa maana neno alifanyika mwili. Baki dakika ngapi? Sekunde. Kwa hiyo kuhusu Yesu, uungu sikubabaisha wa Yesu katika Ibrania 1:4 nasema kwamba amefanyika bora kwa kadiri ya jina kuliko wengine, kwa kadiri ya jina ndio lisifa tukufu kuliko wao. Kwa habari za mwana anasema katika mstari wa 8 wa 9, Mungu Baba anamwita mwanae mwana kuwa Mungu, sababu mwana wa Mungu atakazaje kuwa Mungu. Kwa hiyo swala la uungu wa Yesu isikubabaishe. Na kama unataka mada hiyo Yesu ni Mungu, leta mada hiyo. Mada ya leo ni historia ya utatu katika Biblia pamoja na wanahistoria wakubwa. Kwa hiyo swala la Ignatius alitambua Mungu mmoja wa kweli wa pekee ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na Yesu akiwa mzaliwa wa kwanza. Asante. Sawa, swali tuliloachiwa hapa ni kwamba kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo tuonyeshe kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante mnaotufuatilia. Mwalimu Masawe baada ya kwamba nimembana nimeleta na katekisimu hapa, yeye bado anajificha kwa Ignatius. Haendi kwa mitume. Naomba tuende vizuri hapo. Hagusi kwa mitume. Na mimi niliacha hapa nikasema Mathayo 28:19 hii imeandikwa na mitume, imetamkwa na Yesu ambao ndio msingi wa fundisho la utatu katika kanisa.
Masawe hajagusa, yeye anakimbilia tu kwa Ignatius. Sasa Ignatius na anamsema ni wa baadaye, baada ya mitume. Sasa hapa sasa ananiuliza swali, anasema nitoe andiko linalosema Mungu ni mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimetoa ila kwa sababu katika ufahamu wa Masawe, kwa sababu ndivyo ambavyo amekuwa na kataa siku zote, ndio sababu naona anarudia tena kichwani mwake, na wafuasi wote wanaofuatana na Masawe hawakubali kama Yesu ndiye Mungu mkuu, hawakubali. Sasa haya ndio madhara nafikiri mnayaona. Naomba nisome hapa. Nimesema hivi katika Mathayo ile sura ya 28, tuanzie hapo. Mathayo sura 28 mstari wa 19. Haya ni maneno ya Yesu, sio ya Ignatius wala sio ya mtume, ni maneno ya Yesu, ila mtume ndio ameanukuu, mtume Mathayo. Yesu anaagiza hivi, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na alipotoka hapa nikauliza jina, ili jina ambalo watu wanaenda kubatiziwa, mitume walibatiza kwa jina gani? Mpaka ameenda kukaa hajagusa huko. Unajua kwa nini amekwepa? Amekwepa kwa sababu akishasema tu ni jina la Yesu, mada imeisha. Maana yake nini? Nafsi za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziko ndani ya hili jina Yesu. Na sasa alichokikwepa ni nini? Hebu angalia hapa Matendo 2:38. Matendo 2:38. Kwa nini amekwepa? Hii hapa inasema hivi. Petro akawaambia, huyu Petro ni mwanafunzi wa Yesu. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi. Kumbe Yesu alipokuwa anawaagiza mitume wakawabatize watu kwa jina, kumbe jina hilo ni jina la Yesu. Sasa Masawe anauliza, wapi ndani ya Biblia toka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu? Naenda sasa kusoma kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13. Hii nayo ni aya ambayo yeye Masawe na wenzake wote wanaokataa utatu, maandiko haya wanasema yamekosewa, hawayataki, lakini ndio yanayotoa majibu kwa maswali yao. Tito sura ya 2 mstari wa 13 anasema, Tito 2:13 anasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Sasa Mwalimu Masawe anaposema nionyeshe toka mwanzo, mahali pa kuonyesha ni Mathayo 28:19 ambapo pametumika jina, na nikauliza hapa, jina unalijua? Uliseme jina gani na ambalo mitume walitumia kubatiza? Swali hilo hajajibu, lakini mmeona amekuja tena kuuliza, anataka sasa kujua kwamba wapi ambapo pamesema kwamba jina la Mungu, yani kwamba katika utatu ili jina ndio jina la Mungu. Nimethibitisha hapa kwamba Yesu Kristo ndio jina la Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambalo ndani ya hilo jina ziko nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ameenda kunukuu kwa huyu Ignatius. Ninarudia tena, kwa nini ujifiche kwa Ignatius wa karne ya baadaye, unaacha kwa mitume wa Yesu? Hoja ndio iko hapo. Kwa hiyo ina maana Ignatius anakuja kuwasaisha mitume wa Yesu na Yesu. Kwa nini unakimbia huko? Mwalimu Masawe anakimbia. Afa akaja na katekisimu hii hapa, akasema anayo ya Kanisa Katoliki. Wakati mimi nimesoma hapa, nayo ni katekisimu hii ambayo wanaeleza utatu mtakatifu, kwamba Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Anachokosea yeye anafikiri ni modalism. Yaani kuna Mungu mmoja ambaye ndani ya huyu Mungu mmoja kuna nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwamba Mungu mmoja kwamba huyo ndio Baba, huyo ndio Mwana, huyo ndio Roho Mtakatifu. Hakuna mafundisho hayo. Hiyo ndio modalism na mimi sijawahi kuifundisha. Ninaitaka hiyo ya Mungu mmoja lakini ndani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana Mwalimu Mwankema. Asanteni sana watazamaji wetu. Tulikuwa na kipindi kirefu kidogo hapa. Nafikiri walimu wangu ni muda wa kufanya summary juu ya huu mdahalo na vile vile kuwaelekeza watazamaji wetu kama tutakuwa tunaendelea, yani kwa ujumla kila kitu juu ya huu mdahalo. Mdahalo wetu kwa leo ilikuwa ni historia au asili ya utatu. Utatu ulitoka wapi mpaka ukaingizwa katika kanisa na ikawa mafundisho makuu na mpaka amekuwa kama msingi wa kanisa
kwa leo, kwa Wakristo wa leo, na ni fundisho ambalo limekuwa na utata. Kwa hiyo karibuni sana walimu, nianze na mwenyewe mwalimu Ankemo hapa, ufanye summary, wage watazamaji, atamalizia dakika 5 tu. Asante mnaotufuatilia. Fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kibiblia, lilianzishwa na Yesu katika Mathayo sura 28 mstari wa 19. Enendeni mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu alizitaja nafsi ambazo ziko ndani ya hilo jina. Mitume katika Matendo 2:38 walikwenda kubatiza kwa hilo jina la Yesu, wakiuthibitisha huo utatu. Kanisa likachukua, kwa sababu hapo zinatajwa nafsi tatu, ndiko hiyo ndio iliyozaa neno Utatu Mtakatifu. Kama vile ndani ya Biblia kuna huduma 5 zimetajwa pale, na sisi tunasema tu huduma 5, lakini neno huduma 5 hulikuti popote limeandikwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo kanisa lote la wale wanaoamini katika wokovu wanapaswa kufuata mafundisho ya mitume ambayo yameandikwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo naomba hata hao waliokuwa na wanukuu Mwalimu Masawe kina Ignas, naomba turudi kwenye mitume, na ndio maana mpaka tunakwenda kumaliza hapa Mwalimu Masawe hajavunja hoja ya Mathayo 28:19. Hili jina na mitume walienda kubatiza kwa jina la nani? Tukilijua tu hilo jina ambalo mitume walienda kubatiza, ujue hilo ndio jina la Mungu, na ambao ndani ya hilo jina kuna hizi nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambazo wanaopinga utatu akiwemo Mwalimu Masawe ndio wanaotumia kukataa. Kwa hiyo wanayakataa maandiko, lakini maandiko yako huwezi kuyafuta. Lakini pia ukipinga utatu, maana yake umekataa habari ya mpango wa wokovu. Ukiniambia eti wewe umeokolewa na Yesu huku napinga utatu, haumo, utakuwa unatudanganya. Kwa nini? Matendo 20:28 anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake. Mungu ananunuaje kanisa kwa damu yake wakati Mungu ni roho? Ni kupitia katika nafsi hizi. Ukizikataa kwamba hakuna utatu, usinidanganye eti kwamba wewe utaongea habari za wokovu kwa Mungu. Hamna, utakuwa unajidanganya bure. Utamtaja Yesu tu, utataja kwamba unamwamini Mwana, lakini habari za wokovu ambacho ndio kiini asili cha utatu, yaani sababu ya kuwepo utatu, wewe utakuwa hauna, bila kujali unakusanyika wapi. Kwa hiyo nataka nikualike hivi, ninajua tutaendelea kuongea, lakini katika kuongea ninatamani anza kwanza kutafakari kwenye hili. Je, wewe umepokea wokovu wa Mungu? Maana Mungu wewe hujawahi kumuona, lakini Mwana, Mungu Mwana ambaye kina Masawe hawataki hilo andiko la Yohana 1:18 ni Mungu Mwana ndio ambaye katika ule ungu alipewa dhima ya kuja duniani kuja kuokoa, kama inavyosema Isaya 6:8. Tumtume nani? Nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema nitume mimi. Kwa hiyo Mungu katika ungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanajadili juu ya mpango wa wokovu wako katika utatu wao. Walipokubaliana wakaamua sasa kwamba Roho Mtakatifu aje duniani ambaye ni nafsi ya tatu kwa ajili ya kuja kuandaa mazingira ya Mwana kuja duniani, na akafika akamjia Mariamu akapata mimba. Kwa hiyo mtoto Mwana akazaliwa, akafanya habari ya wokovu. Alipofanya habari ya wokovu, wakati Mwana anarudi kwa Baba, akamtuma naye Roho Mtakatifu ambaye ndiye tunaye mpaka leo. Kwa hiyo tayari tunao wote. Ukikataa habari za Utatu Mtakatifu, ukija kuniambia mimi Mwalimu Danieli eti kwamba unaongea habari za wokovu, unajidanganya sana, na nitakuuliza maswali magumu utashindwa kuyajibu. Naomba nikwambie, ni kupitia Roho Mtakatifu wokovu wa Mungu kwa mwanadamu umekamilika. Ndio maana mimi Danieli, walioko Katoliki, walioko sijui Lutherani na madhehebu yote wanaoamini hayo, tunakubali kabisa kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja, lakini huyo Mungu mmoja amejifunua katika nafsi tatu. Ipo nafsi ya Baba, ipo nafsi ya Mwana na ipo nafsi ya Roho Mtakatifu, lakini zote ni Mungu. Kila nafsi ni uungu zote, na maandiko ndio yanavyothibitisha, lakini zinakaa kwenye Godhead, yani kwenye uungu. Ila tu majukumu sasa, nani aanze, nafsi ipi ianze, nafsi ipi ifuate, nafsi ipi ifanye hivi. Ukipokea hivyo, umepokea wokovu mkamilifu. Kama haujapokea hili fundisho la utatu, naomba nirudie tena, mahali popote unapoabudu, naomba nikuambie, hutasikia linaongelewa habari ya wokovu. Kwa nini? Hakuna fundisho la utatu.
kwa sababu fundisho la utatu ndio linalopatana na mpango wa wokovu. Sasa kama kanisani kwako haliko, unajidanganya, hauna wokovu ndani yako, na wokovu unapatikana katika Yesu Kristo. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi mengine leo. Asante, huu ni nafasi ya kusummarize, lakini labda tu nimejeshe ndugu yangu Mwankemwa, mwalimu wenzangu. Mwankemwa ananisukuma niingie katika mada ya ubatizo. Ananisukuma niingie katika mada ya uungu wa Yesu. Mimi sipingi uungu wa Yesu. Kwa hiyo kama anataka hiyo mada ya uungu wa Yesu, basi tuitafutie wakati mwingine. Na kama ni ya ubatizo, tuitafutie wakati mwingine. Ingawa pia yeye kabatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, si kwa jina la Yesu, katika kanisa ambayo iko la KKT Lutheran. Sasa pointi kubwa ni nini ambayo nataka niweke msingi kabla ya summarize. Mada yetu ya leo ilikuwa ni historia, na Mwankemwa ni waziri tu mkubwa hapa Tanzania. Na anapokuwa anakana nyaraka za kihistoria, anasema ni zangu tu, ni minukunukuu, anakosea. Hizi ni nyaraka ambazo naweza nikawatumia pia mkasoma. Ni nyaraka ambazo ni official statement za makanisa. Sasa nimekuja hapa nikazijenga kwa ajili ya kuweka mada ya leo ya kihistoria, lakini nashukuru Mwankemwa amekiri bayana neno utatu haliko katika Biblia, na mmeona kabisa bayana hapa. Nimeambiwa swali kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo katika Biblia, nipe andiko hata moja ambaye anasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo andiko amekosa. Ameingia mara Yesu ni Mungu, Baba ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu, na wao Mwankemwa na Mungu hao watatu. Alafu baadaye anasema kuna Mungu mmoja. Sasa hiyo ni hoja nyingine. Kwa hiyo Mwankemwa hilo andiko amelikosa. Kwa hiyo pointi yangu ni ile ndio ijenga mara ya kwanza. Neno utatu na theolojia ya utatu haipo katika Biblia. Sasa leo nataka nimsomee hizo. Kwanza amesema kwamba kuhusu hichi kitabu, hii ni katekisimu, ni ufupisho wa makini. Na hiyo ni katekisimu kubwa. Ningekusomea hiyo, si dictionary, uko umekosea. Hiyo ni katekisimu. Dictionary ipo HarperCollins. Hiyo nitakufundisha. Sasa hiyo ufupisho makini ni summarize hiyo katekisimu kubwa. Na hicho ambacho nimekusoma humo ndani ningekusomea. Sema tumesahau ukurasa. Kwa hiyo sisemi mambo tu ya kufikirisha, maana watu wengi wanatusikiliza. Nakupa nukuu moja kubwa sana. Kaitafakari. Hichi kitabu kinaitwa Assumption of Mary, Life Magazine, Oktoba 30 mwaka 1950, page ya 51. Ulikuwa kuna mjadala wa Protestanti na Wakatoliki. Wakatoliki kwa wajibu wa Protestanti hivi ambao leo unatetea. Anasema hivi: wapinzani wetu wakati mwingine akiwemo Mwankemwa, maana kanisa la Lutheran lilikuwa ni kanisa pinzani na kanisa la Katoliki, udai kwamba hakuna imani inayopasa kushikiliwa kidogma ambayo haijaelezewa waziwazi katika maandiko. Lakini makanisa ya Kiprotestanti yenyewe yamekubali dogma kama hizo kama fundisho la utatu ambalo halina mamlaka sahihi katika Injili. Na wapenda wa Katoliki na Mungu wabariki, wako bayana. Sasa swali linakuja sasa katika imani yetu, rafiki zangu. Nacho kifundisha mimi kwamba ni mafundisho ya mitume. Kwa sababu kama anakiri kwamba neno utatu alikuwako, na maana wanafunzi wa Yesu hawakufundisha utatu wala theolojia utatu. Lakini sasa kama anatubana Mwankemwa kwamba ili tuweze kuokolewa tuwe wa Kristo mpaka tutumie neno utatu na theolojia utatu, ni muongo. Watu wa zamani, mitume na wanafuasi wao, waliokolewa bila kutumia neno utatu wala theolojia ya utatu. Wanasema hivi, zibaki dakika ngapi? Dakika 2 zinatosha. Nasoma maandiko haya ambayo nitasummarize. Katika kitabu kile cha Matendo 2:42. Maandiko yanasema wakawa wakidumu, yani wanafunzi, katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Mafundisho ya mitume kuanzia kitabu cha Matendo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna hata mtume mmoja aliyetumia neno utatu ama theolojia ya utatu. Kwa hiyo wanafunzi wa mitume walitumia imani ambayo Kristo aliwaachia, akiwemo Ignatius ambaye alikuwa namnukuu hapa, na amesema exactly kama mitume walivyosema. Habaja baadaye akane kwa wakati mwingine kwamba alipindisha mafundisho ya mitume. Sasa Yesu anataka tumwamini vipi? Yesu anataka tumwamini hivi. Katika 7:39 kitabu kile cha Yohana, 7:39 kitabu cha Yohana Mtakatifu, maandiko yanasema hivi, mstari ule wa 39. Tuanze 38. Anasema hivi: aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji itatoka ndani yake. Kwa hiyo Yesu anapaswa kuaminiwa kama alivyonena au kama maandiko yalivyonena. Sasa Yesu mwenyewe anajinena vipi? 2:18 kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema hivi, 2:18, Yesu anasema anajinena, mwenyewe anajinena. Mstari wa 18 anasema na malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika,
Haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake mamwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Kwa hiyo Yesu anajinena kuwa ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4 na 5 anasema kwamba huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Na imani yetu ni ipi? Kila ambaye akiamini Yesu ni mwana wa Mungu ataushinda ulimwengu. Na mstari wa 13 nasema kwamba na waandikia nyinyi wote ambao mnaamini jina la mwana wa Mungu, basi mna uzima wa milele. Mungu na wabariki, na wakaribisha. Namba yangu ya simu ni 0757722557. Haleluya. Sawa kabisa, walimwengu wote njooni. Tunashukuru kwanza kwa wote mliokuwa mnatazama, ambao mmefuatilia huu mdahalo. Tunategemea tuendelee kuwa na vipindi hivi mara nyingi sana. Mwalimu Nkema, naomba nikupe nafasi utaje tu namba ya simu ya kwako hapa, maana yake sijasikia ukitaja, alafu mtumishi wa Mungu utatuombea, tutafunga. Namba yangu ya simu kwa wale wanaotamani niwaongoze sala ya toba baada ya kuelewa utatu ni 0755680101. Mungu akubariki. Okay. Asante tena kwa nafasi. Na namba yangu ya simu ni 0757722557. Kwa wale ambao kwa nje ya nchi kutumia plus 255. Hiyo namba yangu inapatikana katika WhatsApp na kunipigia moja kwa moja. Pia napatikana katika page ya Facebook inaitwa Jeff Masawe. Hilo Jeff Masawe, nipo Instagram, niko TikTok, niko pia na YouTube, Jeff Masawe Media. Hapo kuna masomo mengi, na hii somo pia tena kuweka kule, utaenda kubarikiwa. Na kama unataka kujiunga na imani hii ambayo ya Mungu mmoja wa pekee na mwanawe na roho mmoja ambaye ni roho wa Mungu na roho wa Kristo, basi tunapatikana hapa Tegeta Dawasa, Dar es Salaam, na tuko pia Tanzania kwa sehemu kubwa. Namba kama ukiwa Mbeya, ukiwa Mwanza, ukiwa Songwe, wapi, utanipigia namba hiyo, nitakuelekeza kwa mtu ambaye anasimamia katika